Jambo kanisa la Bwana, jambo, tunashukuru sana kuona siku nzuri kama hii. Mungu ametupatia, tunasema asante sana. Muda mzuri ya kusikia neno la Mungu, kufuata mahubiri hii ya online. Tunawasihi sana muweze kushare hiyo link, kuitapanya ili iweze kufikia kila mtu mahali alipo. Kabla tuanze, tutakuwa na maombi ya ufungulivu. Tuombe. Bwana Mungu, tunasema asante kwa asubuhi nzuri ambayo umetupatia, asubuhi ya baraka, asubuhi ambayo Mungu umependa tusikie nini umependa kuongea nasi Baba. Ndio maana tunatakasa vyombo, tunatakasa hata mtumishi wako. Mungu, nena naye na ubariki kila service zote ambazo Mungu tutafanya. Tunaomba hiyo, anja nasi kama Alfa na maliza nasi kama Omega. Tunaomba hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio tunakumbusha kama hii ni Sebeka Kampala, PCCA Kampala. Tuweze kushare link na jina la Mungu lipewe sifa. Kwa kweli Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametulinda, ametupa yote. Ndio maana sasa hivi tutakuomba mpendo, jiunge nasi na tuseme anastahili. Tunashukuru Mungu ambaye ametupatia neema hii ya kuweza
kusikiliza tena neno lake, na tunasema asante kwa kila mmoja wetu ambaye amefika na wote ambao endelea kutufuata kwenye mtandao. Mungu awabariki. Kama vile tumekuwa na maombi pamoja na ndugu Joel, siku ya leo tuna usomi wetu katika Zaburi sura yake ya 63 verse ya kwanza hadi ile ya 9. Tutasoma pia katika Kutoka sura yake ya 24 verse ya 12 hadi 18. Nitaeleza pia juu ya Marko sura yake ya kwanza verse ya 35 hadi 39, na maelezo mengine yatatokea katika vitabu vingine kama vile Mwanzo sura yake ya 18. Lakini acha tusome kwanza katika Zaburi sura yake ya 63 verse ya kwanza hadi ya 9. Nitaishia kwa verse ya 2, lakini mahali ulipo unaponifuata utasoma mashairi haya yote. Mungu, wewe yu Mungu wangu, nami nakutafuta kwa moyo, roho yangu inakutamani kama mtu mwenye kiu. Nina kiu kama nchi kavu isiyo na maji. Nimetaka kukuona patakatifuni mwako, nione nguvu yako na utukufu wako. Amina. Some Marko sura yake ya kwanza verse ya 35 hadi 39, nasema: Kesho yake kabla ya mapambazuko, Yesu alitoka akaenda mahali pa jangwa akaomba. Simoni na wenzake wakaenda kumtafuta. Walipomwona wakamwambia, kila mtu anakutafuta. Yesu akawaambia, twendeni katika miji mingine ya jirani nikahubiri huko pia, maana nimekuja kwa sababu hiyo. Basi akaenda kila mahali huko Galilaya, akihubiri katika masunagogi na kufukuza pepo. Neno la Bwana. Amina. Siku ya leo tunayo furaha kubwa ya kuwa na neno nzuri ambayo inatuita kuwa na wakati wa upekee, kuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu. Namna gani mimi na wewe tunaweza kuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu? Biblia mahali ambapo tumesoma tunakuta mifano ya watu ambao walikuwa na muda wa upekee, walikuwa na intimite pamoja na Mungu, kiasi kwamba kupitia muda kidogo waliokuwa nayo na Mungu mara na mara waliendelea kupata siri za Mungu. Katika somo hili ninataka tuzungumze juu ya mambo makubwa mawili. Nitakukumbusha tu muda wa upekee pamoja na Mungu ni nini. Kwa sehemu ya pili tutajifunza mifano ya watu waliokuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu. Tukielekea kumaliza nitakuambia namna gani unaweza kuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu na matokeo yake. Muda wa upekee pamoja na Mungu ni nini? Muda wa upekee pamoja na Mungu ni ile nafasi ambayo unakonsakre kwa kuachana na vingine vyote, kwa kuachana na hali nyingine yote, unatakasa muda fulani kwa ajili ya kumkaribia Mungu kwa kusoma neno lake, kwa kujifunza neno lake. Lakini pia unaacha vingine vyote na unatakasa muda mara na mara katika maisha yako kwa kujongelea Mungu kwa njia ya maombi. Hii ndio muda wa upekee. Yaani kujipatia discipline ya kwamba hata kama ninaweza fata film,
hata kama ninaweza tembea, hata kama ninaweza lala, hata kama ninaweza fanya kazi fulani, lakini miongoni mwa mambo yote ambayo nitaifanya kwa kila siku, muwe nafasi ambamo mimi nimesoma neno la Mungu, nimekaribia Mungu, muwe nafasi ambamo mimi nimeshuka kwa magoti, nimeomba Mungu. Ukiwa na zoezi hii, utakuwa umepata umuhimu wa kukutana na Mungu kila siku. Biblia inatupatia mifano ya wale ambao walitembea pamoja na Mungu na walikuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu. Mfano wa kwanza ni Abrahamu. Unaposoma Mwanzo sura yake ya 18, Biblia inasema namna gani Abraham alikuwa na tabia na desturi ya kuamka asubuhi, anaenda pahali pa kukutana na Bwana na kuomba. Na alipokuwa na zoezi hii, Biblia inasema siku moja pia katika nyumba yake aliwapokea malaika ambao walikuwa naenda Sodoma kwa kuharibu mji wa Sodoma na Gomora. Biblia inasema sababu huyu baba aliwakaribisha nyumbani, na kwa sababu pia yeye alikuwa na zoezi na desturi ya kukutana na Mungu kila mara, na Mungu alikuwa tayari amekuwa rafiki yake. Biblia inasema walipomaliza kula chakula, Bwana Mungu akasema, nitawezaje kumficha rafiki yangu Abraham jambo ambalo nataka aenda kulifanya kule Sodoma. Kumbe jinsi tunavyokaribia Mungu kila siku, tunafanya kwamba tuingie katika moyo wa Mungu, kiasi kwamba tunapoingia katika moyo wa Mungu, Mungu anajikuta katika deni ya kutuambia siri ambazo ameweka kwa ajili yetu, hata kwa ajili ya jamaa, hata kwa ajili ya taifa nzima. Mungu akasema na Abraham, tunaenda haribu mji wa Gomora, mji wa Sodoma. Kile ambacho ninafuatilia kwa mfano wa Abraham ni kwamba Biblia inasema Abraham akaanza intercession mbele za Mungu kwa ajili ya Sodoma na Gomora. Akasema, basi samahani Bwana, yawezekana nikusumbue. Je, katika Sodoma na Gomora kukipatikana watu wenye haki 50 utaharibu? Mungu akasema, sitaharibu kama kutakuta watu 50. Akaendelea akasema watu 45, watu 40, watu 30, watu 20, mpaka watu 10. Unaangalia ile deba kati ya mtu na Mungu, inamaanisha hawa ni warafiki. Kwa sababu mtu hawezi fanya naye deba, hawezi intercede mbele ya mtu kama hamuna relation naye ya karibu pamoja na yeye. Mungu anataka tuwe na uhusiano wa karibu pamoja na yeye. Ndio maana somo letu linasema juu ya umuhimu, l'importance, la nécessité d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Mtu wa pili ambaye ni mfano Biblia inatupatia ni pale ambapo tumesoma katika Kutoka sura yake ya 24 verset 12 mpaka 18, inasema Bwana Mungu akamwambia Musa apande kwenye mlima. Na kia kushangaza ni kwamba Musa alitii hiyo sauti ya Mungu, akapanda kwenye mlima. Alipofika huko kwenye mlima, unaposoma maandiko, Biblia inasema ya kwamba walipokuwa wakipanda, wingu kubwa, in grand niwe, ikafunika mlima. Haitoshi, kwa muda wa siku 6 wako juu ya mlima pamoja na Yoshua, bado walikuwa hawajaona Mungu, lakini wingu kubwa, utukufu wa Mungu uliwazunguka. Pendant 6 jours, kwa siku 6 wako juu ya mlima. Nina imagine namna gani juu ya mlima maisha inaweza kuwa possible. Lakini walidumu kuwa pale kwa sababu walipenda wamkaribie Mungu. Ilipotimia siku ya 7, ndipo wakasikia sauti ikisema Musa aingie. Mungu akaruhusu Musa aingie sasa kukutana na yeye. Pahali pengine unaposoma Kutoka chapitre 32 verset 11 à 13, inasema Musa alikuwa anazungumza na Mungu macho kwa macho, kama vile mtu anavyozungumza na rafiki wake. Sababu gani hili? Ni kwa sababu tu Musa alikuwa na zoezi, aliona umuhimu wa kuwa na nafasi ya upekee pamoja na Mungu.
Na unaposoma hiyo Kutoka 24 na kuendelea Kutoka 25, Biblia inasema namna gani sasa huko kwenye mlima Mungu alijifunua kwa Musa, alifunua identite ya Musa, alifunua identite plutôt ya Israeli kama taifa chagulifu lake, na akawapatia sheria itakayowaongoza ili waendelee kubaki kuwa watu wake. Bien-aimé, please tunabaki karibu na Mungu. Please tunakuwa na zoezi na desturi ya kumkaribia Mungu, kuwa na wakati wa upekee pamoja na Mungu. Tunaingia katika moyo wake, tunaingia katika undani wa moyo wa Mungu, undani wa siri za moyo za Mungu, kiasi kwamba Mungu anapotaka decide anajikuta kwamba ashirikishe mtu wake. Nafurahia kitabu ya Yobu sura yake ya 13 verset 13 mpaka 18 nasema, kwa maana Mungu anazo njia mbalimbali ambamo anazungumzia watu wake. Anaweza tumia njia ya ndoto, kama vile anaweza tumia njia ya maono, ili tu amzungumzie mtu wake. Kumbe Mungu atazungumza na yule ambaye amedevelope intimite pamoja na yeye. Umekuwa na urafiki wa karibu, umekuwa na muda wa upekee kila mara pamoja na Mungu. Mungu sasa amejua wewe ni rafiki yake, anaweza kukushishote, anaweza kukuambia kile ambacho hata kitakuwa pale mbele. Amekufanya mtu ambaye hauko tena sawasawa na wengine. Umuhimu wa muda wa upekee pamoja na Mungu. Unapokaa na kusoma neno, unapokaa na kuomba Mungu, unakuwa na hiyo desturi, unaingia katika moyo wa Mungu, na Mungu anakuzungumzia kwa njia mbalimbali. Mtu wa tatu ni yule ambaye tumesoma katika Zaburi 63. Daudi akiwa katika jangwa anasema mwili wake, nafsi yake inatamani Mungu. Kama vile mtu aliye na kiu anasikia kiu, anasema ni hivyo nafsi yake inatamani Mungu. Anasema pia mwili wake unataka Mungu. Na anasema ninakutafuta kwa moyo wangu wote. Ukisoma Zaburi sura yake ya 3, sura yake ya 4, Daudi tena kuna pale ambako anasema ninaamka kwa salama kwa sababu wewe Bwana ni pamoja nami. Ninalala kwa salama bila woga wowote kwa sababu Bwana wewe ni pamoja nami. Kwa sababu tu Daudi alikuwa na zoezi ya kumkaribia Mungu. Alikuwa na nafasi ya upekee ya kumkaribia Mungu. Pendwa katika Bwana, baada ya kupata wokovu ndani ya Yesu Kristo na kusamehewa dhambi, Mkristo anahitajika kila mara ajipatie nafasi ya upekee ya kuweza kuona kutanana na Mungu. Mungu wetu ambaye tumemwamini kupitia Yesu Kristo ni Mungu anayependa rencontre. Ni Mungu ambaye anataka kila mara tuwe na zoezi ya kukutana na yeye. Na tunapokutana na yeye tunazungumza na yeye. Tunapokutana na yeye anasema na sisi, na sisi tunasema naye. Kwa sababu anataka tuwe washindi. Maisha ya Ukristo utaiweza wakati una nafasi ya upekee ya kukutana na Mungu wako. Acha nikwambie namna gani sasa utakuwa na nafasi ya upekee, muda wa upekee kwa ajili ya kukutana na Mungu. Namna gani unaweza kujipatia sasa wakati wa upekee pamoja na Mungu? Pale ambapo tulisoma katika Marko sura yake ya 1 verset 35 mpaka 39, Biblia inatupatia mfano wa Yesu Kristo Bwana wetu. Biblia inasema Yesu Kristo asubuhi mapema aliamka. Yesu aliamka, akatoka, akaenda pahali pa jangwa, kule akaomba. Yesu Kristo ambaye alikuwa Mungu, lakini alijua kwamba anadepende na relation yake pamoja na Baba. Hii haikuacha akuwa na zoezi ya kusema vitu vitajipeleka, lakini alikuwa na desturi ya kila mara
kuanza mbele za Mungu, mbele za Baba yake kwa njia ya kumuomba, kwa sababu katika kuomba na kutakasa mchana na kutakasa kazi na kutakasa njia zote ambazo atazipitia, alipata nguvu kutoka kwa Mungu. Kumbe nikiwa na zoezi ya kila mara kushuka, ninapopata neema ya kuamuka ninashuka, ninaanza na Mungu, ninatanguliza vyote nitakavyovifanya mbele za Mungu, nikwambie mpendo, utakuwa mshindi. Kwa sababu Biblia inasema alipoenda pale pa jangwa akaomba, sasa Petro na wanafunzi wengine wakakuja kutafuta. Kumbe tunapotafuta Mungu wa kwanza, Mungu atafanya kwamba watu watutafute. Na Biblia inasema walimletea wagonjwa wengi ile siku na watu wenye pepo. Kwa sababu walianza mbele za Mungu, alipata nguvu. Kuna siri ya kuwa na nafasi ya upekee ya kukutana na Mungu kila siku, utapata ushindi. Yesu alikuwa na puissance yote kwa sababu alijenga kila siku relation yake pamoja na Mungu, na alikuwa na nafasi ya kuendelea kumuomba. Pamoja na kuomba, pia Mkristo anayetaka kuwa rafiki wa Mungu na anayetaka apate siri ama ufunuo wa Mungu, yeye awe pia msomaji wa neno la Mungu. Daudi katika Zaburi 119, Psalm 119 verset 97 inasema, kwa maana gani napenda neno lako, napenda sheria yako, ni mawazo yangu mchana kutwa. Kumbe neno la Mungu lingelikuwa preoccupation yangu kwa siku mzima. Niwe na nafasi ya kulisoma, na kisha ninapoenda huku na kule liendelee kurudi katika akili yangu, katika mwili wangu, katika nafsi yangu, katika mawazo yangu. Ndio maana Daudi alisema katika Psalm 63, anasema nafsi yangu inasikia kiu yako na mwili wangu unakutaka. Kumbe neno la Mungu linapokuwa ndani ya maisha yetu, linatupatia nafasi ya kumkaribia Mungu na kumsikia. Mpendo katika Bwana, ni ya muhimu sana kuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu, kwa sababu kuna matokeo mengi juu ya wale walio na muda wa upekee pamoja na Mungu. Unapokuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu, unapata nguvu ya kushinda kila jaribu kwa mchana wote. Unapokuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu, unakuwa rafiki wa Mungu kiasi kwamba kama vile Abraham unazungumza na Mungu. Watu wamejiuliza, je, mtu anaweza zungumza na Mungu namna gani? Inawezekana kwa wale walio na muda wa upekee pamoja na Mungu. Unasema na Mungu. Unapokuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu, Mungu anakujulisha siri zake. Mungu anakufunulia siri zake, anakufunulia mpango alio nayo kwa ajili yako wewe mwenyewe, hata kwa ajili ya jamaa, kwa ajili ya kanisa lako na kwa ajili ya nchi nzima. Unapokuwa na muda wa upekee pamoja na Mungu, Mungu anakupatia utulivu. Mungu anakupatia kutulia ndani yake. Mungu anakupatia stabilite, anakupatia ustawi, na zaidi anakupa hekima. Wapendwa katika Bwana, sisi wale ambao tumejua kwamba Yesu ndiye Mwokozi na Bwana, tunaitwa kubaki karibu na Mungu kwa uvumilivu. Pale ambapo tulisoma katika Kutoka sura yake 14, Biblia inasema Musa alibaki juu ya mlima siku 40 usiku na mchana. Usiwe na zoezi ya kufika mbele za Mungu na huko unakimbia. Sois patient wakati uko mbele ya Mungu. Kwa sababu ukikimbia, ukiomba ile maombi ya Mungu Baba, Bwana Yesu, tunakuomba, hautasikia Mungu naye anakuambia nini. Lakini kuwa na muda wa kutosha karibu na Mungu. Kuwa na muda wa kutosha wa kusoma neno la Mungu ili usikie pia Mungu na wewe amekuambia nini. Kwa sababu Mungu anataka uwe mshindi. Usikimbie haraka unapofika mbele ya Mungu.
ili usirudi bila kupokea ufunuo wake juu ya maisha yako, juu ya jamaa yako, kanisa na nchi yetu. Mpendwa, mahali ulipo, na kutakia Mungu akupe nguvu ya kukuzidishia nafasi ya upekee pamoja na yeye kila siku. Kwa sababu wale waliokuwa na nafasi ya upekee pamoja naye, Mungu amewafunulia siri na amewapa nguvu ya kushinda kila jaribu zote. Mungu atubariki. Amina. Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuwezeshe sote kuwa na muda wa upekee ya kuingia katika siri za moyo wako, kwa njia ya kusoma neno lako mara na mara, kwa njia ya kukuomba, kwa njia ya kukubali kuabandone maisha yetu, kuacha kazi zetu, kuacha mipango yetu, jamaa yetu katika mikono yako. Umbariki kila mmoja ambaye amesikia neno hili, na utupe nguvu mpya. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na kila mmoja wetu tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mbele za watu wote